Okay, asante Mr. Ngoswe, tumekuelewa vyema. Sasa naomba kila mmoja wetu ajiandae kuweza kujadili kwa kuweza kutoa maelezo ya kina kuhusiana na sababu au changamoto zipi ambazo huweza kupelekea mtu kuweza kupoteza uwezo wake wa kuona au kutokusikia. Na ladies first. So naomba Madam Lucy uanze kwa kuweza kutupitisha au kututanabaishia changamoto au sababu hizo. Asante daktari kwa nafasi ya upendeleo. Sababu ya kwanza ambayo inaweza ikapelekea mtu kupoteza uwezo wake wa kusikia ni kelele. Mtu anavyokaa katika sehemu ambazo zinatoa sauti kali huweza kuharibu au kusababisha changamoto katika uwezo wake wa kusikia, kwa sababu sauti zile zinaenda kuharibu mfumo wa sikio, kama ngoma ya sikio kuweza kushindwa kufanya kazi au kutoboka. Hiyo inaweza kupelekea mtu kuwa na changamoto ya uziwi, yani asikii vizuri. Lakini pia kama mtu anatumia sana simu anatumia muda mrefu na vifaa vinavyotoa miale ya mwanga mkali kama TV au runinga, Waswahili wanasema, hizo husababisha kupoteza uwezo wa kuona, kwa sababu unavyoangalia sana kwenye skrini ya simu au kwenye skrini ya TV yako yenye mwanga mkali, ile miale inaenda kuharibu macho, yani ile lenzi itaharibika kwa sababu inapokea miale mikali ya mwanga kuliko uwezo wake. Asante ndugu daktari. Na mimi naomba nichangie hapo. Vile vile kwa mfano uwepo wa baa nyingi siku hizi, makasino yanapiga miziki usiku kucha. Hiyo huweza pia kusababisha watu kupoteza uwezo wa kusikia, kwa sababu mikito ya miziki ile na mtu anakaa nayo karibu na spika kubwa. Hiyo nayo ni changamoto kwa kweli kwenye jamii zetu. Lakini pia changamoto nyingine ambayo hajaeleza Madam Lucy, tunafahamu kwamba kuna changamoto za urithi. Tunafahamu kwamba mtu ambaye amezaliwa na kutokuwa na uwezo wa kusikia au kutokuona, wengine huwa wana changamoto za kurithi, ambapo uzirithi kutoka kwa vizazi kwenye familia zao, na hiyo huweza kusababisha mtu huyo au mtoto huyo asiweze kuona au awe na uwezo mdogo wa kusikia. Kwa mfano, mtu mwenye changamoto ya kutokuona usiku, hii madaktari wengi huthibitisha kwamba huwa inatokea